Fanya jambo kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyokuja kusali, tumechukua udhu. Baada ya kuchukua udhu, tumekuja tukasali sunna. Baada ya kusali sunna, tumesali faradhi. Hii yote inaonyesha kwamba tumeyafanya haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la ikhlas ni kumweka au ni kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa peke yake pale unapomwabudu. Usimshirikishe wala usimchanganye na jambo lolote. Kila sifa zimwendee yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mlezi muumbi wa kila kilichoumbwa. Na ikipatikana hivyo na kila mmoja kampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kufunga, katika kusali, ndiye anapata malipo yaliyokamilika. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametueleza ikhlasi katika Suratun Nahl aya 66, akatupigia mfano wa ikhlasi kutuelekezea maziwa ya ng'ombe, maziwa ya mbuzi, jinsi ambavyo yanavyokamliwa, pale ambapo Allah aliposema wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayna farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wa inna lakum fil an'ami la'ibra, na ninyi katika wanyama mna mazingatio, kwa sababu tunakunyeshelezeeni miongoni mwa maziwa yake au miongoni mwa maziwa ya hao wanyama. Tunakunyeshelezeeni kitu gani? Tunakunyeshelezeeni maziwa yaliyokuwa safi, lakini ambayo yanatokana na damu na kinyesi. Lakini unakuta maziwa wakati yanakamliwa yanakuwa sehemu yake, damu inakuwa sehemu yake, haja ndogo inakuwa sehemu yake, kinyesi kinakuwa sehemu yake. Lakini maziwa yanatoka hali ya kuwa ni safi, matamu, mazuri, lakini yote yametokana na vitu hivi ambavyo tumevifanya. Lakini kila kitu kinakuwa khalisan, kinakuwa safi, kitamu.